Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, wazazi nanyi wanetu ambao mnamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupokea Roho Mtakatifu, yaani kipaimara, naona ni vema mkamuomba Mwenyezi Mungu, na kumshukuru ni kuomba tena ili muendelee kuishi katika Kristo. Na leo ni siku ya furaha na shukurani, ni siku ya kusema asante Mungu kwa zawadi ya Roho Mtakatifu, zawadi ambayo tumeipokea kipindi tulipopata kipaimara, na mnamsema asante kwa Mungu Roho Mtakatifu aliyewajaza nguvu, hekima na upendo na ujasiri wa kushuhudia imani yenu. Wanangu wapendwa, tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutulea katika imani, na katika hilo tuendelee kuwa Wakristu wenye kumcha Mungu daima. Basi tukiungana na wazazi wetu ambao wametusaidia kwa namna moja au nyingine kuweza kufikia hatua hii tuliyoifikia, tumuombe Mwenyezi Mungu kibali cha kuweza kuadhimisha ibada ya misa hii takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie na atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
la Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Nisalimieni Priska na Akila, watendakazi pamoja katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukata kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambayo nitakushukuru. Sawa, ni mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lilomo katika nyumba yao. Nisalimieni Paineto, mpenzi wangu, aliye malimbuko na Asia kwa Kristo. Yeye Mungu mwenye hekima yake pekee, utukufu naye kwa Kristo milele na milele. Amina. Neno la Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa. Pia aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Bali kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana ya mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamuwezi kutumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote, wakamdhihaki, wakamwambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajuezi. Walimu wa katekesi na hasa watoto wetu wapendwa waliopokea sakramenti ya kipaimara, leo ni siku ya furaha na shukurani. Ni siku ya kusema asante Mungu kwa zawadi ya Roho Mtakatifu aliyewajaza nguvu, hekima, upendo na ujasiri wa kweli wa kushuhudia imani yenu. Misa hii ya shukurani tunamshukuru Mungu kwa maisha ya imani, malezi,
wazazi, walimu na wale wote waliochangia katika safari ya kiroho ya watoto hawa. Ndugu zangu, tujifunze kidogo nini maana ya kipaimara. Kipaimara ni ukamilisho wa ubatizo. Mtoto aliyepewa kipaimara anapokea zawadi kamili ya Roho Mtakatifu na anakuwa askari wa Kristo. Yaani anapaswa kulinda imani yake, kuipigania na kuishuhudia katika dunia ya leo iliyojaa vishawishi na changamoto nyingi. Kama vile Yesu alipokea Roho Mtakatifu alipobatizwa na kuanza utume wake, nanyi leo mliopokea nguvu hiyo, na hivyo basi mnapaswa kuishi kama wana wa Mungu walio imara katika imani. Wanangu wapendwa, tumesikiliza katika masomo namna vile ambavyo imani yetu inakuwa ni msingi wa maisha yetu kama wanadamu. Tumekumbushwa kwamba hatuwezi pia kumtumikia Mungu na mali, katika maana ya kwamba mali ulizo nazo hazichukui nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Na ninyi wanangu wapendwa, mmepokea ukamilifu wa Roho Mtakatifu, mkawe maaskari kamili wa imani yetu, mkawe maaskari wa Kristo na mkawe mashahidi wa kweli wa imani ambayo mmefundishwa. Ujumbe wenu ambao tunataka tuwaachie sasa ni kwamba, watoto wangu wapendwa, Roho Mtakatifu aliyeingia ndani yenu kwa nguvu mpya, hivyo msihofu kushuhudia imani yenu shuleni, nyumbani na kwa marafiki zenu. Mkawe wajumbe halali wa Kristo. Salini kila siku wanangu wapendwa. Muwe na heshima, upendo na bidii katika masomo yenu. Mkumbuke kipaimara sio mwisho wa safari, ni mwanzo wa safari ya maisha mapya katika imani. Na ndio maana tunawaomba daima mkawe askari hodari wa Kristo mfufuka, mkiwa watiifu kwa wazazi wenu na walimu na mnaopenda ibada. Mungu ataendelea kuwajalia hekima na mafanikio. Nakushukuru kwa zawadi ya uhai uliotujalia. Bwana, upokee shukrani yetu kwa sababu twaweza kukupenda na kukutumikia. Bwana,
Tunasema asante kwa kutupa mahitaji yetu ya lazima. Bwana, upokee shukrani yetu kwa sababu Kristu ametukomboa katika utumwa wa Shetani. Bwana, tunakushukuru kwa kutupa marafiki, ndugu na jamaa wa kuwa pamoja katika njia ya kuja kwako. Bwana,
Mungu Baba Mwenyezi. Pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. E Bwana, ulimtoa mwanao kwa ajili yetu ili kwa hisani yake atuopoe mautini na katika maovu yote. Tunakuomba upokee kwa huruma sadaka hii ambayo tunakutolea kwa ajili ya kushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tendo la kufa na la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. E Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote, ndiye uliyemtuma kwetu kama Mwokozi na Mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa takatifu. Alipanua mikono yako alipote msalabani, ili angamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema bila mwisho. Akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Fumbo la imani. Utusamehe makosa yetu kama
Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Turudi kwa msaada wa huruma yako, tuopoe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na utazamia tumaini lenye heri na ujio Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpeane amani ya Kristo. Kwako. Mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo.
Mungu Mwenyezi, kwa njia ya mkate huu wa uzima unapenda kuwafungulia watumishi wako kifungo cha dhambi na kuwatia nguvu kwa wema wako. Utujalie tuzidi daima kuelekea utukufu tunaotumaini kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunawapongeza pia wazazi ambao wamekuwa pamoja na ninyi siku zote na mmefanya vyema kupokea Roho Mtakatifu, yani kipaimara. Wazazi nao tuwapigie makofi. Tunawashukuru pia makatekista ambao tunawapa hongera za kutosha, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwaongoza, kuendelea kuwasaidia vijana hawa. Makofi tafadhali kwa makatekista. Baada ya hapa, mzazi kama watakuwepo, mimi niwatakie sherehe njema. Naona mambo huko yanapendeza, kwa hiyo Mungu awabariki sana. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.